Karibu sana katika chaneli yetu ya Dickson Media, mahala pa tafakari, mahusiano pamoja na falsafa za maisha, mahala ambapo hatuzungumzii mambo kiwepesi, bali tunazama ndani kabisa ya fikra, hisia na ukweli unaounda maisha yetu ya kila siku. Hapa tunagusa mahusiano, mafanikio na safari ya kujitambua kwa lugha ya ndani, tulivu na yenye tafakari ya kina. Kama hii ni mara yako ya kwanza kufika kwenye chaneli yetu pendwa, karibu sana. Na kama wewe ni msikilizaji wetu wa muda mrefu, tunakushukuru kwa dhati kwa kuendelea kuwa sehemu ya familia yetu ya chaneli yetu ya Dickson Media. Kabla tujaanza safari yetu ya leo, chukua sekunde chache tu kupenda podcast hii, kuishirikisha kwa rafiki au ndugu unayemjali, na kujiunga nasi kwa kubonyeza subscribe pamoja na kitufe cha kengele. Hatufanyi hivi kwa ajili ya namba tu, bali kwa sababu ujumbe kama huu unapofika kwa mtu sahihi kwa wakati sahihi, wanaweza kubadilisha maisha yake kabisa. Leo tunazungumzia mada nyeti sana, hasa kwa mwanaume anayeingia kwenye mahusiano mapya akiwa na matumaini, lakini mara nyingi bila mwongozo wa kisaikolojia. Mada ya leo ni mambo 7 mwanaume asiyafanye anapoingia kwenye mahusiano mapya. Haya si maneno ya kulaumu, bali ni mafunzo ya kukulinda kabla hujaumizwa na kukujenga kabla hujavunjika. Jambo la kwanza, mwanaume usijimwage kihisia mapema sana. Mara nyingi mwanaume anapopata mtu mpya anayemvutia hujisikia kama amepata mtu wa kumwelewa, wa kumsikiliza na kumbeba kihisia. Ndipo anapoanza kufungua kila ukurasa wa maisha yake mapema sana. Maumivu ya zamani, kuachwa, kusalitiwa, hata hofu zake za ndani. Kisaikolojia, hii humweka mwanaume kwenye nafasi ya kuhitaji zaidi kuliko kuvutia. Wanasaikolojia wanaeleza kuwa mvuto hujengwa kwa usawa wa kihisia. Mwanamke anapopewa mzigo mzito wa kihisia mapema, anajikuta anahisi presha ya kuwa mlinzi au mponyaji na siyo mshirika. Mahusiano yanapokuwa kama kituo cha tiba, tangu mwanzo wa mahusiano yenu kupoteza mvuto wa kiasili. Upendo wa kweli hauhitaji kukimbia, unahitaji nafasi ya kukua taratibu. Jambo la pili, usijisahau wewe mwenyewe kwa ajili ya mahusiano. Mwanaume anapoingia kwenye mahusiano mapya, mara nyingi huanza kubadili kila kitu ili tu asimpoteze mwenzake. Anaacha ratiba yake, anajitenga na marafiki zake, anapunguza malengo yake, na wakati mwingine hata kubadilisha misimamo yake ya msingi. Kisaikolojia, hili humfanya aonekane kama mtu asiye na mwelekeo binafsi. Mwanamke huvutiwa na mwanaume mwenye maisha yake, ndoto zake na mwelekeo wake. Unapojitafuta ili umpendeze mtu, unajenga mazingira ya kupoteza heshima yako polepole. Mahusiano mazuri hayahitaji ujipoteze, yanahitaji uongeze thamani yako huku ukiendelea kuwa wewe. Jambo la tatu, usijitume peke yako kwenye mahusiano. Mahusiano mapya yanapaswa kujengwa kwa ushirikiano wa pande mbili, lakini kosa la kawaida ni mwanaume kuwa ndiye anayeanzisha kila mazungumzo, kupanga kila kukutana na kurekebisha kila tatizo. Kisaikolojia, hii humfundisha mwenza wako kuwa hana wajibu wa kujituma. Kadiri unavyozidi kujituma peke yako, ndivyo unavyozidi kujiondoa kwenye usawa wa mahusiano. Mapenzi yanapokosa uwiano wa juhudi hubadilika kutoka kuwa chanzo cha furaha kwenda chanzo cha uchovu wa kihisia. Mahusiano si sadaka, ni ushirikiano wa hiari. Jambo la 4, usijaribu kununua mapenzi kwa pesa au zawadi. Kutoa zawadi na kusaidia ni jambo jema, lakini kunapogeuka kuwa njia ya kushikilia mapenzi na kuwa tatizo kubwa sana. Kisaikolojia, unamfundisha mwanamke kukuona kama chanzo cha manufaa badala ya mshirika wa kihisia. Mapenzi yanapojengwa juu ya kile unachotoa, si kile ulicho nacho, hudumu kwa masharti. Pesa inaweza kuvutia kwa muda, lakini haiwezi kujenga uaminifu wa kihisia. Mwanamke anayekupenda kwa dhati
Atathamini uwepo wako hata siku ambazo huna cha kutoa. Mahusiano ya kweli hayafanywi kama soko. Jambo la 5, usipuuze mipaka yako na ya kwake pia. Mipaka ni msingi wa heshima binafsi. Mwanaume asiye na mipaka hukubali kila kitu kwa hofu ya kupoteza. Kisaikolojia, hii humfanya aonekane dhaifu na asiyejithamini. Mwanamke hujisikia salama zaidi akiwa na mwanaume anayejua mipaka yake, anayethamini mipaka yake. Mahusiano yasiyo na mipaka hugeuka uwanja wa udhibiti, mashaka na maumivu ya taratibu. Mipaka haimaanishi ukatili, inamaanisha kujiheshimu na kujilinda. Jambo la 6, usifanye ahadi nzito mapema sana. Ahadi nzito mapema huweka mzigo mkubwa wa matarajio. Unapozungumzia maisha ya baadaye kabla hamjaelewana vya kutosha, unajenga presha isiyo lazima. Kisaikolojia, hii huamsha hofu ya kufungwa au kupoteza uhuru. Mahusiano yanahitaji muda wa kujaribu, kujifunza na kukua taratibu. Ahadi za kweli hazitoki kwenye msisimko wa mwanzo, bali kwenye udhibiti unaothibitishwa na muda. Jambo la 7 na ni jambo la mwisho, usifumbie macho ishara hatarishi. Ishara ndogo ndogo za mwanzo mara nyingi hupuuziwa kwa kisingizio cha mapenzi, kukosa heshima, kudanganya au kukufanya ujisikie mdogo. Haya yote huonekana madogo mwanzoni, lakini hukua baadaye. Kisaikolojia, kile unachokubali mapema kukifanya kuwa kawaida. Mahusiano hayapaswi kukufanya ujipunguze ili upendwe. Ishara hatarishi ni ujumbe, si wajali. Ukizipuuza, unajitengenezea maumivu ya baadaye. Msikilizaji wa chaneli yetu pendwa ya Dipzone Media, mahusiano mapya si mahali pa kukimbilia kwa hofu ya kuwa peke yako, bali ni nafasi ya kuonyesha ukomavu wako wa kihisia. Wanaume mwenye hekima haingii kwenye mahusiano kuokolewa, bali kushirikiana. Hapendi kwa kujitoa kupita kiasi, bali hupenda kwa usawa. Hajifichi nyuma ya zawadi, bali hujisimamia kwa heshima. Kabla hujaingia kumpenda mtu mwingine, hakikisha hujachoka kujipoteza mwenyewe. Upendo wa kweli hauhitaji ujitoe kafara ya utu wako, unahitaji uwepo wako kamili. Kama podcast hii imekugusa, basi like, share pamoja na subscribe katika chaneli yetu ya Dipzone Media kwa kubonyeza subscribe na kengele. Hapa tunazungumza mambo ambayo wengi hufikiri kimya kimya, lakini wachache huthubutu kuyasema kwa sauti. Mpaka wakati mwingine, endelea kusikiliza sauti yako ya ndani. Hii ni Dipzone Media. Asante, karibu na uenjoy maudhui yetu.